Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema usitarajie umuumize mtu na abaki kama alivyo. Usitarajie. Ni somo zuri sana ambalo litakusaidia katika maisha yako. Litakupa hekima ya namna kuishi na watu. Na kwa namna hiyo utabaki na furaha na amani ya kweli. Karibu sana hapa Nuru ya Maisha. Ni mimi Mwalimu Peter ninayekualika. Usitarajie umuumize mtu na abaki kama alivyo. Kuna kitu ambacho watu wengi hawakijui. Maumivu hubadilisha mtu. Usitarajie umuumize mtu kisha abaki yule yule. Maneno makali, kipigo, usaliti au kutokujali, vyote vinaweza kubadili moyo wa mtu kabisa. Si kwa sababu ana upendo, bali kwa sababu amejifunza kupitia maumivu. Biblia inatukumbusha katika Mithali 18:15, moyo wa mwenye busara hupata maarifa, na sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa. Mtu anapoumizwa, moyo wake hupata maarifa mapya. Hujifunza kuishi kwa hekima, si kwa mazoea. Hujifunza kupenda kwa uangalifu, si kwa upofu. Hujifunza kuweka mipaka, si kwa chuki, bali kwa hekima. Mara nyingi utasikia watu wakisema, siku hizi mke wangu amebadilika. Mume wangu si yule wa zamani. Rafiki yangu ameanza kuwa wa tofauti, na kadhalika na kadhalika. Lakini wachache sana huwa wanajiuliza, kwa nini mtu huyu amebadilika? Kila maumivu hutengeneza funzo, na kila funzo huleta mabadiliko. Maumivu yanapomtembelea mtu, moyo wake haui kama mwanzo. Hujifunza kutokutegemea sana mtu, bali kumtegemea Mungu. Wakati mwingine Mungu huruhusu kuumizwa ili tujifunze kuishi kwa neema yake, si kwa nguvu zetu. Hutufundisha kuwa pole lakini watulivu. Hutufundisha kusamehe lakini bila kurudi kule tulipoumia. Kwa sababu hekima haimaanishi ukali. Hekima ni kujua thamani yako na kutokuruhusu tena kile kilichokuumiza kipate nafasi ya kuharibu maisha yako. Usilalamike. Usimlalamikie mtu akibadilika. Tafuta chanzo cha mabadiliko hayo. Tafakari jambo hili. Kama wewe ndiye uliyebadilika, usione aibu. Huo ni ushahidi kwamba Mungu alitumia maumivu uliyopitia kukujenga katika sura mpya. Na kama kuna mtu aliyebadilika kwako, usimhukumu. Badala yake tafuta kurejesha upendo kwa njia mpya, yenye hekima na heshima. Kwa nini? Kwa sababu ukishamuumiza mtu akabadilika, tambua mahusiano yaliyokuwepo mwanzo hayawezi kuwa yale, yanakuwa ni ya tofauti. Kwa hiyo ukishaanza kuona hizo tofauti, basi wewe usihangaike. Tafuta nini chanzo cha hayo mabadiliko. Ukishayajua,
basi kubali kuyajenga ili kurejesha mahusiano mapya, na utaona Mungu akikusaidia. Nihitimishe kwa namna hii. Usiumize moyo wa mtu na kudhani kwamba asahau. Anaweza kukusamehe, lakini hata sahau somo alilojifunza kupitia wewe. Mungu hutumia maumivu kutujenga, si kutuangamiza. Onyo. Luka 17 mstari wa 1 na 2, Biblia inasema hivi: akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmoja wa wadogo hawa. Kwa hiyo katika safari ya maisha yako, kwa kadri Mungu atakavyokusaidia, kuwa makini sana, usiwe sababu ya makwazo kwa mtu yoyote. Mungu hapendi. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.